Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili uwe wa kwanza kujionea movie zote mpya tunazokuletea. Bonyeza neno subscribe hapo chini. Asante. Santanacia. Santanacia. Santanacia Malkia. Na kukabidhi tawala nyumba hii. Santanacia. Amen. Baba,
Katika jina la Yesu, nimesogea mbele ya mikono yako, nimekula, nimekunywa. Nashukuru kwa uwepo wako, nashukuru kwa upendeleo wako. Asante kwa kutenda miujiza katika ndoa yangu. Bariki familia yangu, bariki nyumba yangu. Nakemea kila nguvu za giza, mapepo na yakemea, majini na yakemea katika jina la Yesu. Nakabidhi maisha yangu kwako, nakabidhi ndoa yangu, nakabidhi nyumba yangu. Nakemea nguvu za giza, nakemea nguvu za majini, nakemea nguvu za mapepo. Naomba moto wako wa nguvu ushuke. Nakemea katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu moto ushuke. Katika jina la Yesu navunja, nateketeza, navunja. Asante kwa kuwa unaenda kutenda. Asante kwa kuwa unaenda kutenda. Naomba nikiamini wewe ni baba wa mataifa yote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu naamini utatenda. Asante Mungu. Asante Mungu, wewe umesikia, wewe sio kiziwi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeanza wewe kucheka. Wewe ndio umeanza kucheka. Wewe ndio umeanza. Wewe kwa sababu mimi nimeanza kuona wewe unatikisika. Nikajua unacheka. Basi ni nini leo unichekesha? Unaona vizuri kabisa. Yeah. Una tabia mbaya. Mtu unatakiwa ushike sehemu yoyote ili mradi mtu acheke. Basi wewe nuna mimi nikuchekesha. Haya poa. Umecheka. Umecheka. Nipe zawadi. Umecheka. Lakini Lincoln, naomba uniambie siri ya mafanikio. Uniambie nini siri ya mafanikio ya hizi mali? Neema, sasa naanza kuchoka na maswali yako. Kwa sababu imekuwa kila siku wewe niambie siri. Neema, kwani unanichimba chimba? Hakuna siri nyingine yoyote zaidi ya ile ambayo nimekuambia. Siri ni kukutana na Mungu anayejibu kwa vitendo na kwa wakati mfupi. Hakuna siri zaidi ya hiyo. Na huyu rafiki yangu Saga ambaye kila siku nakwambia, yeye ndo amefanya haya mambo yote, unaona mabadiliko yote unaona. Kwanza huyo Saga mbona kila siku unamtaja? Sijawahi kumuona hata siku moja anakuja kututembelea. Saga utamuona. Ni mtu ambaye yuko very busy na biashara zake. Ana kampuni Uingereza, ana kampuni Marekani, ana kampuni Belgium,
ana kampuni South Africa. Na sasa hivi ndo anataka kufungua kampuni hapa. Na kila unachokiona hapa ananiandaa mimi kuja kuwa manager kwa kampuni yake hiyo hapa Tanzania. So atakapotoka Uingereza akaja hapa, tutaandaa party kwa special day. Alafu ndo wakutanisha, ndo watambulisha. Nitashukuru sana. Nitafurahi kukuona. Sawa baby. Chochote. Moja. Tatu. Wow. Umemkata ngapi? Nimemka saa 11 leo. Kwani nikuandalia wewe breakfast kwa kweli. My wife. Acha. Wewe umakia. Mimi ni mtumishi wako. Kila kitu leo nataka nifanye nini? Bosi umezoea kila siku unanihudumia. Sasa nataka leo nikuhudumie. Ili ujue kwamba na mimi pia nayajua mapenzi. Najua kupokea mpenzi wangu. Sasa unasikia mpenzi wangu? Nataka niwe na kupokea misosi mizito, mitamu. Ili hata mtoto wangu atakapozaliwa azaliwe akiwa na uzito. Oh, sasa unapenda uanze na nini? Unapenda uanze na mayai au uanze na mkate au vyote vyote? Mayai. Mayai. Ndio mimi kama nilivyosema mimi sasa huyu ndio Mungu ambaye mimi namtumikia. Mungu ambaye anajibu kwa wakati mfupi na kwa vitendo. Ndio Mungu namtumikia. Ni kweli Lincoln. Siku zote nilikuwa nakwambia Lincoln, usikate tamaa. Mungu anajibu kwa wakati wake. Leo tunakunywa chai ya maziwa. Na nataka kwa hiyo tutegemea maziwa tu zaidi haya. Unasikia mpenzi wangu? Nataka mwanangu atakapozaliwa awe na afya ya kutosha. Awe na uzito. Unacheka nini? Umefurahi. Chakula kitu kitamu unakula hata kwa kicheko.
Lakini pia Lincoln, usisahau kumtolea Mungu zaka, sadaka. Pia hiyo nayo ni baraka. Kuhusu swala la sadaka, wala usijali. Muda utakapofika, utamtolea Mungu tu sadaka. Shukuru kusikia hivyo. Na unajua, tena nataka nisahau. Unaona ile rangi? Unaona na ile rangi ya kule? Sasa nataka tupige rangi huko kote, kote. Ile rangi. Una nini? Waliko. Waliko. Kuelewa? Waliko. Mbona njisha? Wewe. Umepatwa na nini? Sikuelewi. Hauoni chochote? Mimi sijaona kitu. Kwani umeona nini? Okay, tuache. Wewe umeona nini? Basi tuache, tuendelee kunywa na chai, tuache. Hapo Lincoln. Inabidi tuwe tunaenda kanisani. Wewe siku hizi yani hutaki kabisa kusikia kanisa. Unajua mimi kuna siku moja nilikuwa naomba, nilikuwa najiandaa kwenda kanisani. Nilivyomaliza kuomba, nilivyogeuka nikaona kitu hapa kama ilizi. Nikakiona. Nyumba imechafuka kabisa siku hizi. Wewe unasemaje? Ndio mimi nikiona nikakiokota. Wapi? Hapa. Hapo. Umekiweka wapi hicho kitu? Nilitoka nacho huko nje nikakichoma moto. Mchungaji nilimwambia. Mchungaji kaniambia hivi, nikwambie, sijakwambia, nikwambie tu tunaenda kanisani, tuzuie kanisani. Nyumba hii ina matatizo. Neno. Hivi kwa nini wewe unajifanyia tu mambo bila mimi kunishirikisha mimi? Wewe si ulikuwa haupo Lincoln? Ni mwanamke bwana. Vitu sasa kama hivyo, kingine kitu cha kukuzuru wewe. Sasa wewe unataka nikiokote mimi nikakiweke kwenye begi? Kwa nini begi? wewe unajifanyia vitu bila kuuliza wewe na kuuliza? Wewe sasa ulikuwa haupo, wewe ulikuwa haupo. Wewe mume wako humu ndani nani? Mimi au mchungaji? Wewe hapo. Kwa nini unafanya vitu bila mimi kunishirikisha kila kitu kwa mchungaji? Kwa nini mimi unishirikishi wewe? Mimi ninakuwa mtu wa mwisho kujua. Kwa nini? Ina maana mimi nimemwolea mchungaji, si ndio? Sio hivyo liko. Nini nilikiona hapa leo Mungu amekaniongoza nikiokote, nikakiokote. Sasa kwa nini wewe roho Mungu asikuongoze kumwambia mume wako? Sasa wewe unataka nikiokote mimi nikakiweke kwenye begi? Kwa nini wewe unajifanyia vitu bila kuuliza wewe na kuuliza? Wewe uone mimi mfano tu mzuri hapa kubadilisha tu rangi ya hii nyumba nimekushirikisha. Nini sasa maana ya ndoa? Nini maana ya ndoa? Kama kila jambo linaenda kwa mchungaji, halipiti kwa mume. Wewe una akili kweli wewe? Basi nisamehe. Kwa nini unajichukulia vipi mimi nimeoa? Ni mwanamke wewe. Yaani umesha Basi nisamehe. Lincoln! Kwa nini unamwachia mkeo? Amechama za bwana yetu tuliokufa. Malkia, mimi sijui kitu chochote kuhusiana na hilo. Na hata hiyo zamana tulificha mbali kabisa, tena chini ya ardhi ya nyumba yangu. Hata sifahamu alipata vipi. Kwa kosa walifanya, mkeo anatakia kufa. Malkia, mke wangu hajui, hana kosa lolote, hajui neno lolote. Yeye alikuwa anajifanyia tu usafi, maskini ya Mungu. Malkia, naomba mumsamehe. Na kama kuna adhabu nyingine yoyote itolewe, mimi niko tayari, lakini sio hii Malkia.
Mke wangu ni mjamzito yule. Malikia, tafadhali naomba mnisamehe. Haiwezi kubadilishwa. Tunakupa siku 7. Umeshakwisha kutoa. Na kama unafanya hivi, utakufa wewe. Na utakuwa mtumwa kwenye ufalme wangu. Mbona umefikia nje? Nimeamua tu nije nikae hapa. Hafu tangia jana na kuona una furaha. Mpaka leo hauko vizuri. Kuna nini bwana? Niambie, kuna nini? Unaumwa? Siko naumwa. Niambie basi, una nini? Napenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu muhimu sana. Ambacho nataka ukiweke kwenye akili na kwenye moyo wako.
Kwanza nataka ujue kwamba mimi nakupenda sana. Wewe pamoja na mwanangu. Tunakupenda pia. Tunakupenda. Na kama ikitokea mimi leo nimekufa, basi nataka mwanangu atakapozaliwa siku zote muhubirie kwamba mimi ninampenda sana. Na siku zote nilikuwa nikimpambania yeye. Sasa maneno gani unaongea hayo Lincoln? Maneno gani unaongea mbele yangu mimi? Una nini kwani? Na kama ikitokea wewe mke wangu wewe ukaondoka ukafariki dunia kabla yangu mimi, nataka utambue kitu kimoja, sitokaa kuoa mwanamke mwingine yoyote duniani mpaka nitakapoondoka dunia. Una nini leo Lincoln? Wenyewe. Una nini baba? Kumbe mko huku. Karibu wifi. Asante sasa hivi. Nzuri, karibu sana. Hawajambo watoto? Hajambo. Ndio baba Shante. Hajambo. Karibu. Asante, nashukuru mkuta huku bwana. Maana simu yake nikipiga ipatikane. Vipi Lincoln? Umejitahidi wewe. Kaka umejitahidi. Mjengo wa maana. Hili jumba zuri nakwambia unasauka unakufa. Hivi shemeji yako ulimlipa ile deni? Eti. Lincoln. Hivi wewe, hivi lini utastaarabika dadangu wewe? Lini utastaarabika? Wewe unawezaje kuja kwenye nyumba za watu, yaani umekuta watu wametulia, maneno yote unaongea wewe, mambo ya nyumba, sijui nini, mara deni. Tushike lipi? Tuache lipi? Mimi nilikuja hapa kukuona kakaangu. Siku kibao sija kuona. Simu yako ipatikane. Uko dai mpaka naulizia ndio nimefika hapa. Nimefanya makosa kuja hapa kwako. Wewe unataka sasa mimi nishike lipi na niache lipi? Wewe unapo la kushika wewe lipi? Labda nikuulize na wewe. Kilichokuleta hapa wewe ni nini? Ni deni la mume wangu. Sasa hapo ndo upalitakiwa uzungumze hivi tangu mwanzo. Kwamba kilichokuleta wewe ni deni. Achana na mambo ya nyumba ya kuhusu. Ngoja nikutumie kwenye simu. Utanitumiaje kwenye simu? Kwani unipenda kwenye simu? Wewe unatakaje? Simu nipenda mikononi? Wewe unatakaje? Nataka unipe mikononi niondoke nayo. Sina hapa ila kukupa. Una hiyo vipi? Una hiyo vipi? Jamani muelewane. Hebu nisikilize. Kelele uko na wewe tuelewane nini? Wasi ndio mchawi wewe. Wasi ndio nilogea kakaangu wewe. Mpaka mimi anisamini. Ni nyamaze nini? Huyu mchawi huyu mwanamke wako huyu. Wewe unalinga kwa ajili ya hizi nyumba? Mimi nitatoka. Mimi nakujua mchawi mwanamke. Nakwambia hivi na utaona hizo mali tu azikuziki ndio ndugu yako. Ndio ushakwambia hivyo. Angalia. Wewe hizo mali tu azikuziki. Ndio ushakwambia hivyo. Giza kabisa. Wewe unazaje kutoka huko na kuja kwenye nyumba za watu na kuleta fujo? Unajua huyu mtoto mpumbavu kabisa huyu. Sisi kabisa, yaani hana adabu. Yaani tangu mtoto wake akiwa mdogo hivi mtoto hana tia hata moja. Mama, naomba la madaftari. Kaambie baba yako huko. Baba, naomba la madaftari. Kiongozi kama mkaka. Sasa siku hizi natoa bure na Magufuli. Unataka la madaftari ya nini tena? Wewe Magufuli ni mimi baba yangu mpaka nipe madaftari bure. Nataka la madaftari. Lakini mbona matoto menzako yanasoma bila usumbufu kwa wazazi? Wewe mbona kasumbufu sana wewe? Yaani mimi sikubiri. Wewe nimeshaona tawa yako nikufuta tu shule, nikufute uolewe kule nipate mangombe mengi. Huna faida kwangu. Naomba nataka la madaftari baba. Leo mimi basi sendi shule. Kajinga haka. Kachi tu kenyewe hata nikikasomesha sipati faida keusi. Mama, mimi siendi shule. Mama, mimi siendi shule bwana. Mimi siendi shule bwana. Baba hajanipa la madaftari bwana. Kama tu kenyewe hata kakiolewa sipati faida, sipati ngombe nyingi. Au nikafute tu shule haka. Keusi kama mama yake hata
Sipati faida yote, sipati hata mang'ombe mengi hapa. Bakonyoko wapi? Yuko huko nje. Ngoja. Haka nikafuta tu shule haka. Baba Shante. Shante ameja kukwambia nini? Yaani kana zungumza habari za matafutari. Sima elimu Magufuli anaitoa bure. Ubakulu una akili. Elimu bure ni madaftari. Elimu bure ni madaftari na ku. Ni wewe mwanamke mbona unapenda kutetea ile litoto? Wewe Magufuli kwamba anahimiza kwamba tuzidi matoto ya fiatu tuyatoe tumboni. Tuzani. Wasi una tumbo. Fiatua. Sikia nikwambie baba. Nimekuja hapa kwa sababu moja tu. Utatoa madaftari mwanangu aende shule utoi. Hey, halafu nimekumbuka. Sikaka kuna mdai shilingi 50. Wewe kwani unaadhibu kaka kuna 50? Wewe sikia nikwambie. Hapa tuongelea habari za kakangu sawa? Kwani mvukupishana kwa mliaidiana mtalipana mtoto akidai la madaftari? Mimi sina hela kasa mfukoni yani. Wewe sina habari za sina hela umenielewa? Mwanangu anataka aende shule sawa? Yani hela sina kabisa yani, sina hata kidogo yani, sina mama Shante, sina hela. Wewe mimi sitaki habari. Seche sasa. Baba vipi ati sina hela? Una hela? Seche. Hebu geuka huko. Alina tamia aliangalia. Ukiangusha mandazi yako kwa barabarani utalipia nini? Utalipia nini? Sasa sikia nikwambie. Naenda zangu huku. Nikirudi nataka nikute hela madaftari mwanangu kesho ende shule sawa? Umenielewa? Mwangalie. Najuta hata kwa nini nimeolewa na wewe. Mimi mchanja. Nina akili ndefu mno. Ni mama Shante. Unataka daftari. Toto lenyewe jeusi. Mke wangu, mimi nimepambana na umaskini ili wewe uishi. Leo wewe unapambana na utajiri ili mimi nife. Afadhali hata maisha ya mwanzo japo yalikuwa magumu, lakini amani ilikuwepo. Hakikisha bwana njaa inauma. Wewe mwanamke leo unachelewa njaa inauma. Sasa nani amekuja? Unajua sana. Njaa inauma. Wewe unafanya masiala, ninafikiri kuchimba shimo masiala. Ndio wanaume Lincoln. Nafikiri usipofanya kazi unapata menyu kama hii hapa. Nini? Ule bwana. Subiri kwanza tusali. Mungu wangu na baba yangu, nachukua fursa hii na dakika hii kukushukuru kwa chakula cha leo. Asante kwa upendeleo, asante kwa neema. Tunashukuru, tunaomba chakula hiki kiende kutembea katika mifupa na misuli, kiende kutujenga afya njema ya kukupendeza wewe. Asante kwa kutupendelea, asante kwa kutujali. Nashukuru kwa chakula hiki kizuri ambacho umetupatia kwa siku ya leo. Asante kwa utaenda kutubariki, utaenda kututendea neema kama ya siku ya leo, kesho na siku zote za maisha yetu. Asante kwa kuwa unaenda endelea kutupenda, endelea kutujali sababu sisi ni wana wako. Tunategemea chakula kama hiki siku zote tuendelee kukipata. Asante kwa kuwa unatujali. Asante. Nini Lincoln? Hivyo una akili sawa sawa wewe? Mimi sina akili kuombea chakula. Yaani maombi yote hao unaomba, unaombea ugali na matembele.
Lincoln, muogope Mungu. Yaani umekaa kabisa ati Mungu asante kwa upendeleo, sijui Mungu asante chakula kama hiki. Upendeleo huu? Ugali na matembele na wanaokula kuku. Lincoln, kumbuka mchungaji kasemaje leo kanisani? Acha hayo mambo yako bwana wewe. Kumbe ndio maana tunaishi maisha magumu kwa sababu ya maombi yako wewe hayo. Rizika na ile riziki tumeipata. Wewe unatakiwa useme Mungu tunakula chakula hiki lakini kwa masikitiko. Sisi tungependa kula ugali na kuku na nini. Sio unaomba tunasema hivi nani bwana. Yaani maombi acha mambo yako bwana wewe bwana, tule ugali bwana. Wewe ugali wa matembele ndio kukaa unaomba maombi marefu na mneo sababu ya ugali na matembele. Amen. Wewe vipi? Mbona mna chumvi sasa? Chumvi imeisha ndani. Sasa chumvi unaomba hata kwa jirani hapo na wewe? Hii chumvi nimeomba kwa jirani na yeye kamalizia. Nitafanyaje? Sasa tule ugali bila tule mboga bila chumvi. Unamia hapo nikanunue dukani? Sasa mimi nitoke hapo. Mimi sina kitu. Yaani 100 huna, unataka kula kuku. Kazi ipo. Wewe naye bwana unanongwa. Nini tafsiri ya maisha? Sielewi. Lakini hapana. Nitapambana nao. Siwezi kutoa mke wangu. Bado nampenda mke wangu, siwezi. Nitapambana nao. Siwezi kumtoa mke wangu. Siwezi. Kwa kifupi shemeji, biashara zinaendelea vizuri. Na hivi karibuni tuko mbioni kusaini mkataba mkubwa sana hapa Tanzania ambao Lincoln atakuwa msimamizi. Hongereni sana. Asante. Pia nimefurahi kukuona. Lincoln kila siku nilikuwa namwambia nipeleke kwa huyo shemeji yangu, yaani ananipa tarehe tu. Lakini kwa vile umekuja leo, karibu sana, nimefurahi. Jisikie uko nyumbani. Vipi? Mbona unashangaa? Mwanzo kufanyia surprise. Nataka nijue ni sababu gani
kimekufanya wewe uje hapa tena uje ukae karibu na mke wangu? Lincoln. Tambua kwamba tupo karibu sana na wewe. Na katika hili hatuna mchezo. Lakini mmenipa siku 7. Leo ni siku ya 4, tunashangaa kwa nini nakuja. Tena unakuja unakaa karibu na mke wangu, unamaanisha nini? By the way, una mke mzuri, mkarimu na mcheshi pia. Na namsubiri kwa hamu siku utakayomtoa kafara. Hata usipomtoa na kusubiri wewe uwe mtumwa wangu. Tendo lako katika dunia hii nitaliziba mimi. Hiyo haiwezekani. Na haiwezekani na haitakaiwezekana hata siku moja. Utake usitake utafuata masharti yangu. Lincoln. Kitu gani hiki? Nikuni haya mambo yameanza lini? Mimi mambo yako siyaelewi kabisa. Kwani huwezi kuongea na mimi? Mimi sitaki kuelewa hicho kitu. Sitaki kuelewa, nataka nimpigie dada yako. Mimi mambo siyajui, huenda ni mila zenu, mimi siyajui, lazima nimpigie wifi. Mimi sikuelewi. Wewe unataka tuanze kuogopa na humu ndani. Sikuelewi kabisa, ngoja nimpigie ndugu yako. Huenda ni mambo yenu ya mila, nampigia dada yako. Ndio nishakwambia nampigia hivyo. Mimi haya mambo siyawezi. Haya mambo yanaonekana kabisa ya kishirikina umeleta humu ndani. Bwana halo wifi. Nisikilize. Nisikilize kidogo wifi yangu. Mimi kaka yako simuelewi kabisa. Yaani mambo yake mimi siyaelewi. Anawasha mishumaa. Mchana wa leo nimeona natoka chumbani na mishumaa. Yaani amekaa isivyo kabisa. Lakini si kaka yako, huyu ni ndugu yako jamani wifi. Naomba uje nyumbani. Sawa ukinifanyia hivyo nani sasa atanisikiliza wifi yangu?
Huenda ni mila zenu hizi, mimi sijui jamani. Mimi naanza kuogopa sasa, namuogopa hata kaka yako. Wifi, alo? Alo? Unaona sasa? Mpaka dada yako amekata simu. Yaani mnataka humu ndani tuanze kuogopana mimi na wewe. Mimi sitaki. Sitaki kabisa kuyaona haya mambo humu ndani. Sitaki na hatutaelewana. Sitaki kabisa. Nimesema sitaki bwana, unanivuruga. Mimi sitaki bwana. Lincoln aonekane kwenye ufalme wetu. Alitakiwa kutoa sadaka, lakini amejificha. Amefanya makosa sana. Santanachi ya Malkia. Lincoln si mtu wa kawaida. Ana uwezo wa kujificha na kutokuonekana kwenye ufalme wetu. Kwa nini unasema hivi? Mr. Saka. Karibu sana Mr. Saka. Niko najaribu kufanya ulinganifu kati ya hivi vitabu viwili, kati ya hii Biblia na kitabu cha Chura Mweusi. Lakini mimi sifahamu na hamkuniambia hili tangu mwanzo. Laiti kama mngeniambia nisingefanya hivi. Na hii mimi ni tabia yangu ya kawaida, tutakuwa nasoma vitabu na kujaribu kuvilinganisha ili kuweza kupata ukweli wa mambo. Hilo tu. Katika vitabu hivi viwili kuna tofauti ambayo nimeiona. Nikianza na hiki kitabu cha Chura Mweusi. Ukikisoma hichi kitabu vizuri na ukashika aliyoandikwa huko, basi utaweza kufanya makosa zaidi ya 490 kwa siku. Lakini tukija kwenye upande wa Biblia pia, ukisoma Biblia vizuri na ukashika maneno ya kitabu hiki, kinakufanya kufanya makosa kutoka makosa 490 kuja kwenye 0 kwa siku. Hii ndio siri ambayo mpaka sasa hivi nimeweza kujua katika hivi vitabu viwili. Katika kitabu hiki cha Chura Mweusi kuna siri nyingi sana ambazo nimeziona. Kwanza siri jinsi ya kupata utajiri nimeziona. Kwanza kitabu hiki kina sura 6. Na katika sura ya 6 mstari wa 6 ndipo kwenye kiini cha nguvu ya utendaji wa Chura Mweusi. Lakini katika sura hiyo hiyo ya 6, ukikigeuza hichi kitabu unapata sura iliyositilika ambayo ni sura ya 9. Na sura hii ya 9 inaelezea namna ambavyo nyinyi mnaweza kuwaona watu. Kumbe hamuoni watu kwa kutumia macho haya ambayo mimi nayaona uko nayo. Kumbe mnaona kwa kupitia viganja vya mikononi, nyayo za miguuni, sauti, lakini pia nywele. Nimeweza kugundua hivi vitu kupitia hiyo sura ya 9. Ni siri ambayo hata mimi mwenyewe ilinistajabisha sana. Umewezaje kujua hayo? Ina maana na mimi unanijua?
hata wewe nakufahamu. Kwa kupitia hii sura ya 9 nimeweza kufahamu. Ulijitambulisha kwangu kama Saga, lakini wewe jina lako kamili ni Sagatanas. Wewe ndio mwenye uwezo wa kubadilisha vitu vile vinavyoonekana katika ulimwengu na visionekane. Lakini pia wewe unazo nguvu za kutengeneza ulimwengu uliositirika ambao hatuwezi kuuona. Mambo yote ya mazingaombo yanayofanyika katika dunia hii, wewe ndio mwenye uwezo na nguvu hiyo ya kuyafanya. Unahusika pia na usafirishaji. Kumsafirisha mtu yoyote kwa dakika moja, kumtoa hapa na kumpeleka duniani kokote pale kwa ndani ya dakika moja. Nimejifunza hayo yote kupitia sura hiyo ya 9. Lakini pia upotevu wa watu, kwa mfano hii skule jinsi inavyopotea, ni wewe ambaye unahusika. Kwa vitu vyote nimeweza kuvisoma kwenye hii sura ya 9 ya ajabu sana. Basi inatosha, au si kuendelea kusoma chochote? Lakini sijali. Nakuonya, tumia vizuri udadisi wako na kuwa makini na kila unachokifanya. Nawaagiza, nendeni duniani kote mkanitafute mpaka mumpate. Nawapa siku 3. Lincoln ameshapatikana.
Mlembo mambo. Habari mlembo. Hata uongei. Ila wewe ni mlembo, wewe ni mkali. Acha sasa hiyo midomo sasa. Una midomo mitamu. Una macho yako kama kuloli. Okay. Sasa unaonaje kanipatia namba yako ya simu tu. Tuwa tunabadilishana mawasiliano. Nakupigia simu na wewe unanipigia simu. Unaonaje? Shoga yangu mguu kuja kwako. Je, kupa umbea shoga yangu. Unaitwa ubuyu kukana kitu siwezi shoga yangu. Mimi tena kidole nikakaa chupi na tako. Kakaja sikutana na mwanamke. Mtongola shoga. Mama anataka kupiga. Mtoto mweusi ndio kaumbika. Shoga yangu. Mtoto kaumbika? Ningopona mimi mtau, singesema shoga yangu. Na ninapokujua mchaluko na usingesema kweli. Yaani singesema kabisa. Shoga yangu. Ndo akila shoga yangu alamtokea. Akienda kulala ikadhalika amtokea. Akienda choona amtokea. Kwa hiyo ndo ikaje? Tukampeka kwa mganga. Kumpeka kwa mganga sasa jini anaitwa chura mweusi. Jini? Anaitwa chura mweusi. Chura mweusi? Unamjua? Simjui, unamjua? Katoka kantoe. Chura mweusi shoga yangu. Wewe unamjua wewe chura mweusi? Chura mweusi simjui. Namsikia tu vipi unamjua? Simjui. Wala ni mwenyewe namsikia tu mitaani chura mweusi, chura mweusi. Ndio hivyo shoga yangu chura mweusi. Shoga yangu. Ndio shoga yangu. Taume ingiliwa. Sasa kidogo afadhali tunempa hiyo kinga, ndio kidogo afadhali sasa hivi tuamjije uje. Tuweke basi ondoe. Sasa ni kudondoka shoga yangu, mimi hata sijui ndio yangu. Niweke. Mwaga. Zile ka vizuri, ukimwaga shauri yako. Pata vichama kama lako mwenyewe. Shoga yangu huyo. Unachuja nazi? Shoga yangu unachuja nazi karibu. Asante. Za hapa nzuri kwema. Kwema mzima. Mzima za kweli. Mume wangu kalala. Shoga. Shoga yangu kuandika. Shoga yangu mimi. Kwenye koba sikuoni. Nzuri hali mbaya. Tuachana. Hivi umesikia habari za kuhusu chura mweusi? Chura mweusi? Ni lini hilo linatokea sana watu wenye tamaa kwa wanaume. Kwani hujapata habari? Mama nasikia mama jana mke jeusi mama lina mitako hiyo. Kwa hiyo ndio hivyo shoga yangu. Chura mweusi. Kwa hiyo nimekuja kukuambia utaalishe mmeo. Shoga yangu nitamwambia. Shoga yangu nimekuja hapa nina shida. Nataka niazime 10,000. Si unajua tena na shughuli. Nimenunua vitu vyote maana baadaye kuna kitu nitakwenda kununua. Shoga yangu mimi hata sina hiyo elfu. Una. Shoga yangu, wewe nani mchoyo wewe? Kugawa ubuyu wote wala hata vichai. Shoga yangu chai hamna. Wewe mchoyo. Nimeishi shoga yangu chai hapo ningekupa shoga yangu. Kupata vichai hujanipa. Karibu basi shoga yangu. Mchoyo kama nini? Imeisha. Mwenzangu. Karibu. Nikaribia nini na uchoyo wako? Uchoyo tu. Naye kaita umbea nataka nakula hapa inahusu. 도로 도로 야니 씨가 소금남 베레게
Aisha yanko Aise duri ja kusoma Koya kanayo Dolo dolo ya yisika Kimna pedo kule bafu ni mle ndani. Mimi ndio nimekaa hapa nimefagia nje tukao kutokea kuchoani. Lakini mwanamke wewe kwani huo upende? Go. Sikia nikwambie baba, hilo litakuwa ni chura mweusi. Anatukia sana watu wenye tamaa kama nyinyi. Kwenda kuniambia umemtongoza chura mweusi si ndio? Mimi sasa ningatongoza je mimi mwana kwa nakupenda tena kwa dhati. Unapenda nani? Unapenda kwa masika na kiangazi. Sasa sikia nikwambie. Mtaa mzima huu wote wanajua masharti nani. Nikianzisha timbuli langu hapa mpaka mtaa sita kote wanasikia sawa. Sasa nakwambia hivi leo utajua mbivu wapi mbichi hivi. Twende. Subiri. Twende sasa. Twende. Lakini Siku hizi umebadilika. Una nini wewe? Mwalimu naongea na wewe. Nini? Yaani nimechoka na mambo yako. Naomba niambie kuna nini kinaendelea. Nikwenda Sitaki kusema hii mkaratasi. Hebu kwanza niambie picha yangu inafanya nini hapa? Nakuuliza picha yangu inafanya nini hapa? Unataka kuniua? Sitaki. Ndio maana kila siku mauza huko ndani naota ndoto mbaya, naota mara nimelala na nyoka. Kwa nini unataka maisha magumu ya wewe? Mimi karatasi sisomi, nataka na kama unataka kuongea na mimi, naondoka. Dada mambo. Lezi saizi. Dada kusalimia. Unajua umpendeza?
Sitakwambia wigi lako. Wigi kalucheza katika Rihanna kwenye show yake ile. Sikwambii hizo leni zake. Dada. Dada weusi. Weusi unang'aa. Toto jicho. Jamani. Dada, kusemesha kote kuleta unijibu. Dada kwani au kiziwi? We bubu. Wewe nilikuwa nakutafuta siku nyingi na leo nimekupata. Habari zako zote unavyopita kila kijumba kunitangaza mimi ninazo. Sasa nakwambia takuonyesha. Wewe mwanamke nini? Nini sasa nini? Nini? Tulia. Jini. Unasema jini? Aha. Wewe utakuwa umetongoza nalo wewe? Utakuwa umelila pwesi. Umelipiga pwesi. Nitazaje kumtukuza mwanamke mwenzako? Wewe mwanamke wewe utakuwa umesemeshana nalo wewe. Wewe mwanamke wewe mbona unachelele sana wewe? Ndio. Nilikuwa nimemsalimia. Wewe mbona mwanamke mwenzako yametulia? Wewe mbona unashinda kutulia mdomo tu? Wewe ukoje wewe? Mbona una akili? Wewe una akili mjinga. Bado unauliza kwa maana. Unanifukia. Nani akueleza kwa mahaba? Mahaba gani ya kichinga wewe? Nenda kwa chini, chinga wewe. Mimi sasa nalala vizuri. Mimi na litoto langu lishanda. Tunalala vizuri. Koma na ujinga wako. Umbea mimi naacha. Acha kabisa umbea. Na usipoacha utakoma. Nenda ndani. Chinga wewe mwanamke wewe. Shemeji. Shemeji Saga. Afadhali nimekuona. Sio nzuri. Tuna matatizo. Niambie, Lincoln ana tatizo gani? Simuelewi shemeji. Huyo Lincoln anashinda mchana kutwa, usiku anawasha mishumaa, amefunga vitu kwenye mikono. Yaani simuelewi yeye na kitabu. Hata kuongea na mimi hataki. Nikimwongelesha anachukua karatasi ananiandikia, kitu ambacho kinaninyima raha na sijielewi. Yaani ndugu zake ndio hawataki hata kunisikia. Naomba nisaidie shemeji yangu. Okay. Nimekuelewa. Namfahamu vizuri Lincoln. Ni kweli ana matatizo haya. Hata mimi pia tatizo hilo ninalo. Ndio maana mimi na Lincoln ni marafiki. Lakini mbona Lincoln sijawahi kumuona? Wiki tu ndio naona mauzauza kama hayo. Ambao mpaka ananifanya mimi niogope. Maana amejifunga kwenye mikono. Yaani shemeji nateseka. Kwani shemeji umekaa naye miaka mingapi Lincoln? Ninaye miaka 3 sasa. Na hayo matatizo ndio kwanza nayaona. Sasa hiyo hali huwa inajirudia baada ya miaka 6. Miaka 6? Lakini usijali. Nitakusaidia. Nitashukuru sana shemeji, nitashukuru. Nitakupa kidonge. Sasa naomba upate maagizo nayokupa. Utakiweka kwenye maji ya kunywa. Akisha kunywa atalala usingizi. Kwa hiyo akisha lala mtoe vitu vyake vyote vile alivyovaa na ile mishumaa izima. Akiamka asubuhi atakuwa mzima wa afya. Kweli shemeji? Sijui nitakulipa nini, Mungu tu basi. Nakwambia shemeji yangu hiki kidonge na kitunza kama roho yangu. Yaani siamini shemeji mnanisaidia. Zingatia ulilokuambia. Shemeji nashukuru. Yaani hapa nilikuwa naelekea huko na hata sijui naenda wapi. Natembea kama chizi. Nashukuru sana.
Basi nitakie siku njema. Asante shemeji. Twende wote tukamuone anashinda nyumbani. Ndani tu atoke. Sawa. Kwa leo siku nyingine. Shemeji yangu asante. Karibu sana. Nisikie fulu kuja nyumbani. Usijali. Unaendeleaje? Nilikuwa nimeenda kwa wewe sijamkuta. Nilikuwa kumtembelea, kwani vipi? Sijamkuta lakini. Sikumtembelea tu jamani. Yule ni ndugu yako. Sawa, mimi sirudi kwenda tena. Niambie leo nikuandalie nini? Sirudi tena kwenda. Sirudi. Hebu niambie nikupikie. Si una njaa? Ugali samaki. Ndio unataka? Aya, nenda kuandalia. Nikuletea kwanza maji huko.
Si uliniambia unanipenda? Leo nimekufuata. Kuanzia leo hii utakuwa kwenye himaya yangu. Kwanza mzuri, mrefu, mweusi kama mimi. Kuanzia leo hii mimi ni malkia na wewe ni mfalme. Kuhusu mke wako sahau kabisa. Bashante! 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 Mbona umekimbia tena? Bashante!